za mshirikina. Hakuna roho mbaya duniani kama ya ushirikina. Ukisha kuwa mshirikina, ndugu yangu mpendwa, tayari uko mbali na Mungu. Ukisha sema na roho, uko mbali na Mungu. Ukisha sema bwana wachawi wamezidi hapa, uko mbali na Mungu. Ukisha sema fulani ndiye kasababisha haya, wewe uko mbali na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Unaelewa? Amen. Mtu alikaribu na Mungu hayo hayaongei. Wala ana mpango naye. Utanifanya nini? Bwana asifiwe. Amen. Wakati ina nguvu za Mungu, wakati nalindwa na nguvu za Mungu. Tuliongelea juu ya kwamba Mungu anazo nguvu anazotupa zinaingia ndani yetu. Na ziko nguvu ambazo zinatuzunguka. Zote zinatulinda. Yaani ushinde kuamini kwamba unalindwa na nguvu za Mungu hata zilizo nje, hata kama ndani yako hamna. Hiyo umenielewa? Hata kama ndani yako hamna nguvu, unashindwa kuamini kwamba Mungu analilinda kwa nguvu zake. Unajua ndivyo mambo yalivyo. Kuna nguvu ziko sababu wewe zinatuzunguka tu, zinatulinda. Hizo unatakiwa uziamini. Na bado kuna nguvu zinaingia ndani yetu kulinda mioyo yetu isitende dhambi. Sasa wengine hawana hizo nguvu za kuingia ndani. Hawana wengi. Wakristo wengi hawana nguvu ndani. Na hiyo ndio ambayo nasimulia sana hapo. Nguvu ya ndani ambayo si kulindwa, maana unaweza ukalindwa na Mungu mpaka ukafa na ukaenda jehanamu. Wachawi hawakukuua wala uwezi hawakukupiga ukafa, wala majambazi hawakukuua wala magonjwa hawakukuua, lakini nataka nikwambie unafika wakati unaenda kwa sababu moyo wako hauna kinga. Bwana asifiwe. Amina. Matendo mengine unajisemea, maneno mengine unajisemea. Wakati mwingine watu wanajiloga wenyewe. Sisi kwetu hakuna hata aliyenunua baskeli. Mimi naipata wapi? Sasa si kweli. Sisi sio wa kwetu, sisi ni wa Yesu bwana. Tumeshabadilishwa. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Mimi nikitafuta hivi. Katika maisha yetu niliozaliwa katika tumbo la mama, hakuna aliyejenga nyumba. Wote walikufa wakiwa wadogo. Wote. Bwana asifiwe. Amen. Naenda pamoja. Amen. Hakuna aliyemjua Yesu. Hata mmoja. Lakini nataka nikwambie, miaka ya 90 nilipomjua Mungu, walikutana wote wa kuzimu na walioko hai. Wakagombana na mimi, wakinichukia kweli kweli. Nikamwambia mmoja akatokeza live akiwa kwetu. Wewe bwana una heri maana umejitoa kwetu. Sisi bwana tabia za kuwa wagonjwa wa akili. Nikamwambia huko mimi sipo. Majina yao yanafasika. Nimeweka block. Na sio hivyo nimeweka gap kabisa na ukoo wa kwetu. Bwana asifiwe. Amina. Nikijitaja mimi Mgonja, nataja tu kanuni ya pale Gonja tunapoishi. Sio ukoo wangu, sina mila ya ukoo. Bwana asifiwe. Sina mila mimi. Sina mitambiko mimi. Bwana asifiwe. Amina. Kwa maana kutokana na hali hiyo sasa niko mbali na ukoo huo. Nimeshatengwa. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo nataka nikwambie inahitajika nguvu ya kutembea nayo. Kuna ile ya kulinda ya watu wote ndugu yangu. Sijui kama unielewa vizuri. Hivi hapa kuna ulinzi wangu mwenyewe. Mimi binafsi wanaita ni self. Usalama wangu mwenyewe hapa. Sina nenda na usalama wangu mwenyewe hapa. Mimi tuna usalama wangu mwenyewe hapa. Ndio. Na kuna usalama wa taifa ambao unanilinda. Nchi inalindwa na wanajeshi ndio na polisi. Lakini bado mtu anakuwa na ulinzi wake nyumbani kwake. Jamani mpo. Jamani mtambo. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo ndivyo ambavyo inatakiwa. Unalindwa na nguvu za Mungu parale za watu wote, lakini unalindwa na nguvu za Mungu ndani yako. Amina. Hicho ndicho tunasemea hapa.
Sasa Biblia inasema vitu vyako vitakuwa salama wakati wote ukiwa una nguvu. Una silaha za kutosha. Na hakuna mtu yoyote awezaye kuwa na nguvu kama hana silaha. Nguvu ya mtu yoyote dunia hii ni silaha, ama za kujikinga ama za kupambana. Amina. Ama nguvu za kujikinga ama za kupambana nazo. Ukisoma kitabu cha Efeso utaona kuna silaha pale za kujikinga, kuna silaha za kupambana. Yaani unapigana huku unajikinga. Unajikinga huku unapigana. Maana ukijikinga tu, nataka nikwambie, hata utakinga ngumi 2 3 ya 4 itaingia. Na ikiingia basi. Kwa hiyo unakinga huku unaona shambulia. Amina. Unakinga huku unaona shambulia. Amen. Unakinga huku unashambulia. Amina. Ndio silaha za Efeso zilivyo. Amina. Imani inakinga. Biblia inasema ni ngao. Lakini bado kuna mashambulizi ya Injili. Lazima neno nalo lifanye kazi. Amina. Lazima maombi nayo yafanye kazi. Amina. Lazima uwe mkweli majira yote, ili shetani asipate nafasi ya kukuingizia vitu vya kubambika. Watu wanabambikia vitu kwa sababu ya kusema vinywa vyao tu. Kama nilivyotangulia kusema. Kwa kinywa chako shetani anabambika kitu. Huo ugonjwa bwana, Yesu ni hata nitapona lini? Hata wewe Yesu mwenyewe jamani. Bwana asifiwe sana. Amina. Kuna watu wengi wanapokufa, ukiangalia vizuri karibu atakwambia hasa Yesu yuko wapi? Wewe unajua umeishi. Kuna mtu ndugu yako anakufa hamuoni Yesu. Hamna kitu. Bwana asifiwe sana. Na inatokana na nini? Kutokana na kwamba wakati mwingi katika maisha yake amezoea kuwategemea wanadamu. Amezoea kuangalia watu kwenye shida na matatizo yake. Lakini nataka nikwambie, ukiwa na mazoezi siku zote ya kumtazama Yesu majira yote, wakati wote, ukaweka mategemeo yako kwake, nataka nikwambie utamheshimu, utamtii. Asante kwa Kristo wasio mtii Mungu. Nataka nikwambie ni kwa sababu hawajaona faida zake. Ukiona faida ya Yesu, ndugu yangu, utatii sana. Utanyenyekea sana. Bwana atalesa. Amina. Mtu mmoja aliwahi kuniambia, wewe bwana lazima ukae kwa Yesu maana uliponya ukimwi. Sasa ukirudi. Maana ukirudi sasa hakuna kuponya. Sasa hilo ndio Bwana atalesa. Nimechangia. Lakini kwa nini? Kwani mengine? Kwani magonjwa? Lazima tujikinge katika maeneo yote. Bwana asifiwe sana. Sasa wapendwa, ngoja nikwambie kitu. Nimesema mengi, lakini kinachotakiwa hatuwezi kumlaumu mtu asiye na nguvu. Kama hana nguvu. Niwahi kupigana na jamaa mmoja kwenye michezo. Sio michezo, ni kupigana kweli. Unagombanisha unakaa wakina kaka, hapo wao ndio maana wanakuwa ndio wale watu majaji. Leo bwana atapigana Saidi na Hasani. Leo ndio mnapambana. Haina shida. Afrika mnachora mstari, naanza ngumi. Piga mtu. Maana kwa kocha wa vitu. Kashangaa sijapiga kichwa, nimetandikwa hivi. Damu inatoka. Ugomvi umeisha. Bingwa wao leo mtegemea kapiga. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mpiga mtu kumemjao nanga. Mwenzio ndiye kaona. Kumbe kichwa ni vizuri. Katandikwa mimi. Badala ya mimi kupiga. Kwa hiyo ndivyo ambavyo shetani anatumia ujanja. Unajua shetani asingekuwa na mbinu yoyote ya kuweza kumtesa